vitu vingi sana vinafanyika na watoto wa kiume, kwa sababu jamii ilikuwa inamwangalia zaidi mtoto wa kike ikamsahau huyo mtoto wa kiume. Sasa hivi kama wataalamu tumekuja na nguvu mpya ya kuwaweka haya makundi yote sawa, kwa sababu imeonekana watoto wa kiume ndio wahanga wakubwa hususani kwenye masuala ya ukatili, lakini na wenyewe pia wanafanya vitendo vya ukatili kwa sababu kwa sehemu tuliwasahau. Na ndio maana kwenye programu ya serikali ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kuna kipengele kinachozungumzia nafasi ya mwanaume katika malezi ya familia, sababu yeye ana nafasi sawa na mama ya kuhakikisha anashiriki hasa katika ule muda mchache ambao anaupata, ambao sisi huwa tunauita golden chance. Yaani kila anapopata chance baba lazima ahakikishe kwamba anashiriki katika kulea huyu mtoto ili kupunguza haya ambayo leo tunayajadili. Tumefanya afua mbalimbali katika kuhakikisha kwamba tunapunguza wimbi la watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani. Afua tulizozifanya ni pamoja na kufanya integration ya kuwahusisha viongozi wa serikali za mitaa, lakini pia viongozi wa masoko, na hiyo tumefanya kwenye jiji letu la Mbeya hapa. Na ndio maana hata sasa hivi Mheshimiwa Naibu Waziri, ukipita maeneo ya Kabwe huwezi kukuta kuna watoto wengi wale wanakaa na kufanya kazi mitaani. Kwa maana hiyo hao watoto ndio walikuwa wanatumika zaidi pia kwenye hivi vitendo vya kihalifu, kwa sababu wanakaa mtaani na wanaweza kutumika na mtu yoyote asipo kujua. Sisi kama Wizara ya Maendeleo ya Jamii tumeendelea kuona tunaboresha sera na sheria ya mtoto. Lengo ni kuona kwamba mtoto anaendelea kulindwa. Kwa hiyo hata kama imetokea wazazi mmeitarafiana, haipasi kusababisha matatizo kwa mtoto. Nipende tu kutoa wito kwa jamii nzima ya Tanzania. Kwa sasa tuna mahabusu 6. Matamanio yetu sisi kama viongozi sio kuongeza idadi ya mahabusu, kwa sababu watoto wanaongezeka kukinzana na sheria. Kwa hiyo nitoe wito kwa wazazi waweze kutimiza majukumu yao. Kila ambaye Mungu amekujalia mtoto, tutambue kuna watu wanatafuta watoto hawapati. Wewe Mungu amekujalia umepata mtoto, mlee, mpende, mheshimu, mpe haki yake kama mtoto. Lakini kama tutakosea sasa hivi kulea hawa watoto, tutajikuta kwamba tunaendelea kupata kundi kubwa la vijana wasio na nidhamu, vijana waliokosa uzalendo, vijana ambao hawana uchungu na mzazi, hana mchungu na ukoo wake, hana uchungu na jamii aliyokulia, hana uchungu hata na nchi yake. Ndio pale tunajikuta vijana wanakwenda kukumbwa na ombwe la mitandao ya kijamii.